Mungu akawa ameshajua. Sasa zinaomba radhena, kikumbuka kiswa kama hiki, wewe itakuwa hii kitu kiwe ni Mungu na kitu umekitengeza wewe. Ilikuwa kile kitu ndio kuabudu wewe angalau labda. Kwa sababu wewe ndio umekitengeza. Yaani wewe utengeza wewe mwenyewe, kama wengine wanaoabudu ng'ombe. Ng'ombe wewe ndio humlisha, humwangalia, humuogesha, humpamba. Sasa yeye hapa labda ikiwa ni masala ya ibada kwenda namna hiyo kwa kutendewa zema, ilikuwa ule ng'ombe amwabudu ule bwanake, yeye ndio humsaidia kisha akamfanya yeye ni Mungu. Basi Nabii Ibrahim akamwambia, ikiwa hawakuweza kuitetea wenyewe, nyinyi mwaabudu kitu gani? Ni kuonesha kuwa hawanufaishi wala hawawadhuru. Haya ni majiwe peke yake. Babake akawa mkali na yeye, manake hakutaka kusikia, hakutaka kuongoka, kwa zaidi ni babake kuliko wengine. Na huwa kuna mtihani sana ikiwa yambo wapigwa na mtu wako wa karibu, ile athari yake ni kubwa kuliko yambo kukupiga mtu wa mbali. Kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipata mtihani huo, maami zake wengine walikipinga, mbea huyu wasiwaambie kitu, sisi ndio tuamua huyu kijana chetu asiwaambie kitu, huyu ana kadha wa kadha wa kadha. Sasa huwa ni mtihani kupingwa na mtu ambaye kwamba ni wa karibu yako, lakini hawakutaka kusikia wao. Nabii Ibrahim walingania, wao wameshika ni lile. Ndio Namrudi akapatiliza kwamba jamaa huyu si amefanya kitendo kama hiki, amevunda hivi miungu, basi ni atiani mimi. Na huku ana hasira zake za nyuma Namrudi, namna Nabii Ibrahim alikuwa akishinda katika munadhara. Tuambiwa Nabii Ibrahim alikuwa mkali kwa debate, kujibizana kwa hoja, alikuwa mkali kwa debate Nabii Ibrahim. Sasa alikimshinda Namrudi mara kadha wa kadha. Wakati mmoja Namrudi awaambia watu, ni nani mimi ni Mungu? Wale kunena kwa kumcha na kwa uinga wao. Akamwambia na huyu Nabii Ibrahim kabla kutangaza dawa yake, na wewe mbona unatamka pia unene mimi ni Mungu, hapa atakumaliza. Nabii Ibrahim akamwambia, Mola wangu ni ule ambao kwamba yuhi wa yumit. Mola wangu ni ule ambao kwamba kuhuisha na hufisha, si wewe. Akamwambia, ikiwa ni kuhuisha na kufisha, mimi pia huhuisha na hufisha. Akaamrisha Namrudi, eteni watu wawili kwa jeshi lake, eteni watu wawili hapa. Wakaitwa watu wawili, huyu alovaa nguo nyeupe muweni. Akauliwa. Haya, na wewe wa pili nimekusamehe nenda zako. Basi kisha kanena, umeona mimi huyu nimemfisha na huyu mwingine nimemuhuisha, nimemwata hai. Ati katika akili yake kuhuisha na kufisha namna hiyo. Basi Nabii Ibrahim akamwambia Mwenyezi Mungu, uwezo wake ni mkubwa zaidi. Wewe alokupa uwezo hono uliokuwa nao, lao si Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ungeliweza kufanya lolote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayehuisha kwa maana ya kufurisha. Mwenyezi Mungu huumba mwanadamu basi na mfano wa kutangulia ndio kuumba na kuhuisha pia kuweka hai. Waotengeza masanamu, mbona masanamu yale hawezi kuzungumza, hawezi kutembea, hawezi kufanya kitu, ubaki ni kitu tu, ni shikili tu, hawana uwezo wa kukitia uhai kitu kama kile. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anawahuisha. Sasa akawa amemshinda kihuja Namrudi akawa na hasira kiasi kikubwa sana. Kumshinda kwake alimshinda vipi? Si adaya amelijibu lile kwa mimi huisha pia, memuua ule kama ule hai.
Nabii Ibrahim akampa kubwa zaidi, ikiwa wadai hilo umelifanya, haya akamwambia Mwenyezi Mungu hutoa jua upande huu, wewe toa jua, fanya litoke upande mwingine. Ama namna hili jua linapozama upande huu, wewe yeo tufanyie jua lisizame upande huu, lisame huku, fanya kama kweli. Hiyo ni kazi ya Mwenyezi Mungu Mola wangu, na wewe fanya. Fabuhita, akapigiwa na mshangao na mrudi, afanye namna gani? Jambo haliko kwenye uwezo wake. Yeye huwa ni wale wanadamu muue, lakini mengine hana uwezo naye. Akaona haya mbele za umma, akashindwa ajibu jambo gani na mrudi. Sasa hasira zake zikawa alitoka huku nyuma, na Ibrahim alikishinda. Sasa alipovunda ile masanamu, na mrudi akanena yeye, sasa ni kumpatiliza huyu, umepata sababu ya kummaliza. Akaamrisha kufukuliwe shimo kubwa, kukusanywe na kuni. Kuni zikakusanywa siku kadhaa, kukusanywa kuni kama mlima aliyoko huku hamuoni aliyoko upande mwingine, ukawashwa moto mpaka ukaroroma kisawasawa. Kisha akaamrisha jeshi lake wamrushe Nabii Ibrahim ndani ya moto. Tuambiwa ule moto ulipokuwa mkali mpaka kukaribia mtu hawezi, mpaka uwe mbali kwa masafa marefu, kwa sababu ule uharara wake hawakuweza kukaribia hata kumrusha. Wakamweka katika ala fulani, ile ala ndo ikamsukuma ikamrusha ndani ya moto. Lakini kuoneshwa utendakazi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, innama amruhu idha arada shay'an yaqulu lahu kun fayakun. Jambo lolote alilipaka kwa Mwenyezi Mungu. Moto huchoma, lakini siku hii moto ulipokuwa mkali, ni sisi kuoneshwa Mwenyezi Mungu kutuvuta tuwe karibu na yeye, kwamba yeye ndio mwenye uwezo. Moto mkali wote huo, lakini Mwenyezi Mungu aliuambia ule moto ya nani, kuni barda wa salama ala Ibrahim, ewe moto kuwa baridi. Tena si baridi tu, kwa sababu kuna baridi nyingine huwa maji, baridi huwa. Akawaambia moto kuwa baridi. Lao kama ingekuwa baridi tu, basi ingekuwa baridi akafa kwa ile baridi. Lakini wasalama, na salama, bila kumdhuru. Iwe ni baridi basi na kumdhuru. Moto ni moto, lakini Mwenyezi Mungu akafanya moto ukawa ni baridi. Ikawa sasa Nabii Ibrahim anena hakuna siku ambayo kwamba alikuwa na raha kama siku zile kwa ndani ya moto. Ndio tukaambiwa heri kukamana na matumbo ya shari. Wao walifanya ni shari, ni ya muovu, kumdhuru. Lakini kumbe alipokuwa ndani ya moto, Mwenyezi Mungu aliamrisha malaika wamkinge, wamuhifadhi na wamliwaze, wampumbaze. Akanena kwamba hakuna siku tamu katika maisha yangu kama siku zile nilipokuwa ndani ya moto. Moto uchoma, lakini haukumchoma. Kisu kawaida yake pia utinda, ukata. Lakini wakati wa Nabii Ibrahim alipoamrishwa amtinde mwanaye na akataa kutekeleza, basi kile kisu kiliiza kutinda, na ni kisu kilitiwa makali ya kisawasawa. Idara tu karatasi yenyewe katika alipowekewa kisu hakitindi. Nini? Amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu. Kwa hivyo kila kitu kinachofanya ni amri ya nani? Mwenyezi Mungu. Ni kuambiwa sisi kwamba katika kila mategemezo yetu tumtegemee nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tufanye, lakini tumtegemee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tutaikana ale riziki, ale chakula, akijua chakula ndio sababu ya kumweka hai. Lakini sio kwamba chakula ndio kumweka mtu hai. Wangapi hufa sababu ni chakula? Na dawa pia tule, lakini tusiwe na yakini kwamba hii ni dawa ndio inaoniposa mimi. Dawa ni sababu, sio kwamba dawa ndio kupoza.
Mtu upatikana na maradhi yale aliyapata vipi? Alikula dawa ya maradhi ndio akapata maradhi yameingia yenyewe. Na pia mtu kupoa huweza kupoa mwenyewe, kama maradhi yanavyoingia huingia yenyewe, na shifaa pia za kupatikana mtu akapoa mwenyewe. Na wale wacha Mungu wa kisawasawa wenye imani zao ikipoa bila kula dawa, bila kula panadoli wala lolote, wakipoa. Kuna aina nyingi za kutibu. Sasa Namrudi akawa amemfanyia tendo kama hili Nabii Ibrahim, kumtia ndani ya moto ili kummaliza. Lakini hapo yeye amemwashia Nabii Ibrahim moto, kumbe ameiwashia mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nabii Ibrahim alikuwa mpole, na saa nyingine mtu kamuonea mtu ufikiri huyu ni mpole, huyu hana uwezo, huyu hana nguvu, lakini ni hatari. Afadhali mtu asedi ama apambane yeye mwenyewe, lakini mtu aiweke yeye kando, Mwenyezi Mungu usimama yeye. Taona huyu bebe hawezi kunifanya lolote, huyu mwenyewe mpole, hana nguvu, hana uwezo. Lakini Mwenyezi Mungu kwa ule mcha Mungu wake kusimama yeye mwenyewe, hata ule mtu akamsamehe. Mathalan mtu amemdhulumu mtu, ule mtu mwenyewe akawa amemsamehe ndani ya moyo wake, huyo amenidhulumu lakini mimi sina habari naye, ya Rabbi msamehe. Lakini kwa kuwa ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu, hata ule akamsamehe ule alomdhulumu, lakini Mwenyezi Mungu husimama yeye. Kwa sababu gani? Kwa sababu ameudhiwa kipenzi chake. Maana adhali walia fakad Mtume sallallahu alaihi wasallam anena, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithul Qudsi anena, mwenye kuniudhia, kunikerea wali wangu, kipenzi changu, mcha Mungu, mwenye kunicha mimi, basi ametangaza zita na mimi. Ukimuudhi ule anayemcha Mungu, basi umetangaza zita na nani? Sina ule na Mungu haswa. Sasa hapo kumfanyia Nabii Ibrahim kitendo kikubwa kama kile cha kumtia ndani ya moto, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapo akajalia ndio mwisho wake Namrud na wafuasi wake. Galia, bali na utakaburi wake alikuwa nao, ujabari wake, maana lilikuwa jabari ni korofi mno, hakuna mfano wake. Na nguvu alikuwa nazo basi ilikuwa ameimakini. Lakini angalia Mwenyezi Mungu kuonesha nguvu zake, akammaliza kwa kitu kidogo. Mwenyezi Mungu akajalia kidudu kitoto tu, bahuba, akamuingia ndani ya sikio lake ama pua yake, akaingia ndani ya kichwa chake. Namrudi alipokuwa jabari na lenye afia, akawa amekwisha lake. Ule mdudu akamuingia ndani kumkera ndani ya kichwa chake, na ndani ya kichwa utamshika namna gani? Utafanya namna gani? Yale uwezo wa Mwenyezi Mungu kutuonesha uwezo wake. Sisi huilalia tukapiga maporomo, pengine midomo iko wazi, masikio yako wazi, macho wengine hulala yako wazi, lakini angalia Mwenyezi Mungu akatuhifadhi, kisiingie kidudu, kusiingie chochote. Lakini lao ataingia tu, utakuwa hali gani? Ndio Mwenyezi Mungu alipomwangamiza Namrud, kidudu kilimuingia ndani ya kichwa chake, kawa hana namna, kuisha matabibu, kuisha namna, ikawa hana budi kichwa chake akiipija. Hakupigwa na yoyote, Mwenyezi Mungu amemjalia yeye mwenyewe aiadhibu mwenyewe, akawa huipija makonde, akiitia ngumi za kichwa. Ikawa haitoshi, hatui manake, wakimkera na kumtoma kule ndani, mpaka akiipija na kuta, chochote apatacho huipija nacho. Ikawa hali namna hiyo mpaka akamalizika. Mwenyezi Mungu alimwadhibu namna hiyo, na wafuasi wake wengine wote Mwenyezi Mungu akawaadhibu kwa mfano kama huo.
Sasa ni kuonesha sisi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutaka tusiwe na kibri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutaka sisi tusiwe na ushirikina. Kuna shirki kubwa na shirki toto. Hawa walikuwa na shirki kubwa. Shirki kubwa ni ile shirki ambayo kwamba ni ya wazi wazi, manake kuabudu masanamu, kuabudu jua na vingine, kushirikisha Mwenyezi Mungu. Hakunao shirki ndogo ni kumtegemea asiokuwa Mwenyezi Mungu na mfano kama hiyo. Sasa sisi tukitaka salama duniani na kesho kiyama, ni tusiwe ni wenye kuwa mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tufanye mambo kwa kwamba yatatuvuta. Nabii Ibrahim maelezo yake ni marefu sana, ni mingi ambayo kwamba ameyafanya Nabii Ibrahim. Nabii Ibrahim ni yule ambaye kwamba amekuya akajadidisha Al-Kaaba, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi, nyumba ya kwanza iliyojaliwa na Mwenyezi Mungu ni Al-Kaaba. Na yeye Nabii Ibrahim alikuwa akaamrishwa pia kuijadidisha na kujenga upya Al-Kaaba, akaijenga. Nabii Ibrahim kadhalika alikuwa na wake wawili, Sara na Hajar, na Hajar ndiye ambaye kwamba amemzaa Nabii Ismail. Alipokuwa hawaelewani hawa wake wawili, Sara akaanza wivu, na ilhali yeye mwenyewe alimpa amri Nabii Ibrahim ende akaoe ili apate kijana. Umri tayari umekwenda miaka 80 hapo. Alipoona hawayapata kijana, akamwambia mumewe Nabii Ibrahim, nenda ukaoe, hasa pengine labda mimi sizai. Alipokwenda akapata kijana, kazaliwa Nabii Ismail, akaanza wivu wa kike. Sasa alipoona maneno Nabii Ibrahim yamezidi, akaona hikma ilikuwa yake mbalimbali, na Mwenyezi Mungu ndo akamwamrisha ampeke Hajara katika uwanda wa mui wa Maka. Wakati wa Maka alikuwa si Maka hii, ilikuwa ni uwanda, hakuna hata nyumba moja. Lakini Mwenyezi Mungu akawa amemwamrisha Nabii Ibrahim kumwangalia pia imani yake. Mama huyu mtu mzima ana kijana kitoto, lakini akampa amri Nabii Ibrahim pata mitihani. Amri nyingine ilikuwa ni ile kumtinda mwanae. Sasa hili aambiwa aweke mbali mama na kijana chake. Lakini alipouliza Hajar, akamwambia Nabii Ibrahim, je, ni amri hii ya Mwenyezi Mungu ama ni fikra zako? Akamwambia la, ni amri ya Mwenyezi Mungu, ameniamrisha ni kuwete huko. Akamwambia basi ni hapa, ikiwa ni Mwenyezi Mungu ni hapa. Imani. Akapata mitihani, akawaenda Safa na Marwa kuzengia mai, akipata jabali hili na jabali lingine kuangalia kama atapata mai na kijana kitoto Hajar, lakini akawa hapati. Mwenyezi Mungu mwisho akataka kumuonesha ile subra yake na kule kutawakali kwake kwa Mwenyezi Mungu, akamtolea mai ya Zamzam chini ya mguu wa mwanae. Katoka mai ya Zamzam kwamba ni mai mpaka yeo yako. Mwenyezi Mungu kutuonesha uwezo wake. Na mai ya Zamzam Arabuni ni kule kwenye jangwa, jua kali, lakini mai ya Zamzam hayakosekani. Hakuna hata siku moja mtu ataenda haji ama waliokomaka wakose mai ya Zamzam. Kwa nukta moja hili tuambiwa kutoka lita 1000 kadhaa kwa nukta moja. Na haya mengine hutiwa madawa, lakini mai ya Zamzam hayana dawa na hayabadiliki. Inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuwafikia kila la kheri. Mwenyezi Mungu atuakuishie kila mashari. Mwenyezi Mungu awajazi walioasisi mambo mema kama haya, walioweka mambo mazuri kama haya, na inshallah iwe ni katika mizani ya hasanati yao, na sisi pia wenye kuhudhuria, sisi wenye kusikiza. Hakuna mambo mazuri kama haya. Utakwenda kuyuti kwa jambo lolote kesho siku ya Kiyama, isipokuwa wakati umekupitia huko katika dhikr.
Zile shughuli zote ambazo tunazifanya toka asubuhi, si bora kama shughuli kama hii ni kuya kusikiza maneno ya Mwenyezi Mungu ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu. Ni sisi kutia bidii na huya hapo pata na itikafu. Mwenyezi Mungu atajalia ni sababu ya kutengea inshallah mambo yetu yote na kupata matlaba yetu yote, na vijana iwe ni sababu ya kupata elimu na maarifa, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawasamehe waliotangulia mbele za haki, ajalie kabri zao ziwe ni rawda min riyadil janna, na sisi siku yetu ikifika tupate husnul khatima inda al-maut. Mwenyezi Mungu atutakabalie kwa haya machache ambayo kwamba tumeyasikia. Mwenyezi Mungu atutilie taufiki. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.